Ndugu wananchi, ninavyosema tunapaswa kumshukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kuzunguka kwenye shamba la ndugu yetu anaitwa Kipunguni, ambaye yeye alinunua shamba hili kwa Modeko miaka kadhaa iliyopita, tangu mwaka 92. Shamba lililopo katika kijiji cha Mkata, na tumelizunguka shamba hilo point kwa point. Tumelizunguka point kwa point. Hilo shamba lina point 5 na pointi zote tunamshukuru Mungu tumelizunguka. Maanake tumetembea kilomita 30 kwa siku 2, na shamba lenyewe linakadiriwa kuwa na ukubwa wa ekari 8,000. Kwa hiyo kwenye eneo hili la senta ambayo tunaitegemea senta yetu, ombi langu kwa Kipunguni sasa hapa ni kwamba kwenye hii senta atuongezee walau iwe ni senta ya kutosha kidogo. Kwa hiyo ni ombi langu, sababu hizo ziko kama 120, lakini ombi langu kwake atuongezee lililokuwa occupied lilo ambalo limeshatumika ni ekari 120, sio kama 120, ekari 120 ambalo tayari limeshafanyaje, limeshatumika. Na ndio yale ambayo amesema diwani, ukienda ukaomba hati pale, hata yeye ana nyumba zake 2 mpaka sasa hati yana. Ukienda ukaomba hati Kigongo hivi inasoma Kipunguni, naambia bwana rudi huko eneo hilo la watu. Kwa hiyo kuna ekari kama 120, atuongezee hapa liwe eneo kubwa kidogo, center iwe center kubwa. Likifika walau ekari 400 hivi au 500 ni center yenye kujitosheleza. Kwa ekari 500 kama itapangwa vizuri, au ekari 400 kama itapangwa vizuri, itakuwa ni center nzuri. Ukumbuke hapo zimeshakwenda 120. Kwa hiyo ukiongeza nyingine 280 inakuwa kama ni 400, inakuwa center imekaa vizuri. Kwa hiyo hilo ni ombi langu, lakini bado yeye ana nafasi ya kufikiria, na yeye ni mwenzetu, anaweza kusema kwamba hizo 400 ulizosema Mheshimiwa DC, mimi nitawapa kabisa 500 au nitawapa 800. Ni juu yake, kwa sababu umiliki upo kwake. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, umepambana pale Mkongeni pale kijiji cha nini cha ukawapatia heka 100 na masista. Yes, Milama. Watu walikuwa wanabisha hivi, lakini kumbe baadaye wakafaidika wao. Walikuwa na ugomvi wa masista na kijiji, lakini baadaye wataalamu hao ndio mkuu wa wilaya akawatumia, ikaja kuonekana kwa wale masista walikuwa wana zaidi ya heka 100 ya kijiji. Mkuu wa wilaya huyu amaliza ule mgogoro, na sasa hivi wale wananchi wana heka 100 za kwao. Hii ni kushukuru sana kwa hilo. Sisi tumekuja kwa ajili ya kuwasaidia ninyi na Kipunguni. Huu ni ukombozi ambao umekuja hapa kwetu Mkata. Tunaweza tukazunguka, tunaweza tukaimba, tunaweza tukaongea lolote ndio tunalojisikia, tunaweza tukafikiria lolote ndio tunalojisikia, lakini ukweli ndio huu. Popote pale unapokwenda watu wanataka dokumenti. Kwa hiyo sisi bado tuna nafasi, kama alivyosema Mheshimiwa DC. Uzuri huyu Bwana Lusingo ni Mtanzania, tena Mtanzania mwenye mapenzi mema na sisi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi nimesimama pamoja na wewe. Kwanza nikushukuru kwa kile ambacho umetuombea kwa mwekezaji wetu, lakini na mimi niongezee ombi. Nikiitazama hii center inakuwa kwa kasi, na hapa tu zimetumika hizo eka 130 ulizosema, lakini nikitathmini kwa hii center inapokuwa sio muda mrefu, tutahitaji hapa tuwe na shule, tuwe na zahanati, tuwe na ofisi, itakuwepo hapa aidha ya kijiji au ya mwenyekiti wa kitongoji. Kwa mimi nilikuwa naomba, kwa sababu maeneo yote bado hatuna hata maeneo pia ya makaburi. Center imeanza juzi, lakini ukiangalia pale tunapozikia kwa lamu kidogo imekuwa kubwa. Kwa hiyo na mimi niongeze ombi kwa mwekezaji wetu kwamba kwa hizo 400 ulizosema wewe atupe hata 450, atuongezee zaidi. Ni kushukuru tu. Nikushukuru Mheshimiwa DC. Tumetoka mbali lakini tumefika pazuri. Yote ulosema
nafikiri tunaenda vizuri. Kwa hiyo Kipunguni ni mkata, wananifahamu, ni ndugu zangu yeah. Kwa hiyo nafikiri yote tunajadiliana hapa kwamba tutatatua ile tatizo, kwamba okay, senta yetu itaongezeka. Ekari wataalamu wako watatuelekeza kwamba ekari hizi zinatosha au tuongeze hizi. Nafikiri yote itaenda sawa tu. Kwa hiyo mimi ni waahidi kwamba mambo yako sawa.